aende na mwenyewe motoni. Tumwache shetani aende mwenyewe motoni. Wa Tanzania, twendeni mbinguni. Tumwache shetani aende mwenyewe. Tumwache shetani aende mwenyewe. Haleluya. Moto wa milele unamsubiria yeyote ambaye moyo wake utainuka. Lucifer, moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri wake. Kama wewe ulivyo mwanamke, unajiona jinsi ulivyo mzuri. Ukipita kila mahali watu wote wanakutazama, si ndio? Tunafahamu. Hata kuangalia kipindi hiki kimekuwa kazi, si ndio? Unajiona wewe ni wewe. Hata unaona watu waliokoka ni watu ambao si wazuri kama wewe. Hicho ndio kinaitwa kiburi cha uzima. Dada yangu, laiti ungalijua kwamba wewe ni udongo kama mimi ambavyo ni udongo. Utafika wakati ambapo utalala siku moja hospitali kama Muhimbili au KSMC au Bugando, mahali ambapo hutatamani hata kuweka poda kwenye uso wako, mahali ambapo utashindwa hata kupiga mswaki, mahali ambapo watakubeba watoto wako mwenyewe kukupeleka chooni, mahali ambapo utashindwa hata kubadilisha nguo. Mwanamke, wale walioko leo ambao wako hospitali kwa miaka nenda miaka rudi, si kwamba umewazidi kitu. Wako waliokuwa wazuri kuliko wewe, lakini hatimaye wakapata ajali. Hata Waswahili wanasema kabla hujafa hujaumbika. Moyo wako umeinuka kwa sababu ya uzuri wako. Moyo wako umeinuka kwa sababu ya uzuri wako. Hicho ndicho kinaitwa kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Unasema watu wanaofanya mapenzi ya Mungu, unasema watu waliokoka ni watu waliochanganyikiwa, ni watu wasio na elimu, ni watu wasio na kitu. Lakini mimi na uzuri wangu huu, niokoke mimi, niokoke mimi. Ndiyo, kwa sababu wewe ni Miss Tanzania. Ndiyo, ndiyo. Jeuri yako ulionayo ya kunengua viuno katika dance unaipata wapi? Ni kwa sababu kuna mifupa katika kiuno chako. Siku moja mifupa hiyo ikikatikia mbali katika ajali kama alizopata wengine, utapata ujasiri tena kunyengua viuno. Hicho ndio kinaitwa kiburi cha uzima. Kitu ambacho utakifanya kwa sababu ya uzima tu. Fahamu yuko mwenye uzima ambaye ameshikilia uzima wako kama kushikilia pua tu namna hii. Akiachia hivi, utakuwa jinsi ulivyo. Wewe ni udongo kama mimi nilivyo udongo. Siku moja tutarudi kwenye udongo. Jaribu kuwaza siku moja ulipokuwa katika msiba. Jaribu kuwaza siku moja ulipokuwa katika msiba. Ilikuwaje? Kwenye msiba hata mavazi yako yote mazuri uliyoweka pembeni, hata kujipamba kwako kote kulikuwa hakuna maana. Ukavaa tu makanga, ukajitandika makanga, ukaona hata watu mahali penye msiba si mahali pa kuvaa vizuri. Kwa nini? Ni mahali ambapo naanza kutafakari. Ukimwona mtu huyu aliyekuwa tajiri, ukimwona mtu aliyekuwa msomi, ukimwona mtu aliyekuwa mtu mwenye uwezo, ukimwona mtu aliyekuwa rais wa nchi, sasa ndani ya pua zake amewekewa pamba, na ndani ya mdomo wake amewekewa pamba. Hata meno hayawezi kuonekana, hawezi kuonekana tena. Tunapita mbele yake kusema tunatoa heshima za mwisho. Hawezi kuzungumza, hawezi kuelezea lolote, amekaa tu kama sanamu. Hapa ndipo kiburi cha uzima kinayeyuka. Hapa ndipo kiburi cha uzima kinaondoka. Hapa ndipo tunapojiona ni udongo. Wanadamu wale ambao wamekuwa wanatoa heshima mbele za maiti zao, wewe ni bora kuliko wao. Wewe na mimi siku moja tutalala katika jeneza, tutalala katika sanduku tufupi, tutalala. Na sisi tutakuwa hatuwezi kunyosha mikono tena, tutakuwa hatuwezi kunyosha miguu tena. Sasa hivi tunajiona tuna nguvu, tuna uwezo kupigana, tuna uwezo kuonea wanadamu, tunaweza kufanya lolote tulitakalo. Lakini ndani ya sanduku tutawekewa madawa ili tusioze. Kama wakisahau kutuwekea madawa, tutaoza, tutanuka, watu watashika pua.
Kiburi cha uzima kinatoka wapi? Mungu wangu nisaidie, niepushe na kiburi, niepushe na kiburi, niepushe na kiburi, niepushe na kiburi. Kiburi kinatoka wapi mwanadamu? Kiburi kinatoka wapi mwanadamu? Hata uoni maana ya kumtafuta Mungu tena, hata uoni maana ya kulitia jina lake tena, hata uoni maana ya kufanya mapenzi yake. Wakati wote unawaza kufanya yaliyo machukizo, tena unajivunia kufanya uasherati, unajivunia kufanya uzinzi na wake za watu, unajivunia kwamba mimi hakuna mwanamke anayeweza kukatisha mbele yangu bila nikizungumza naye tunaye mara moja, ninafanya naye uzinzi, ninafanya naye uasherati, hakuna ambaye hawezi kunikubalia. Iko siku inakuja mwanaume ambayo hutakuwa na nguvu za kiume za kufanya uasherati, hutakuwa na nguvu za kiume za kufanya uzinzi. Mwanamke wewe ambaye unajivunia, mwanaume huyu mume wangu hawezi kunibabaisha, ninaweza kutembea na mume yote ninayemtaka, ninaweza kutembea na mume wangu mume yote ninayemtaka, na unatembea na waume chungu mzima na unajionea fahari,